Mimi shida yangu sina mahali pa kutembea na hiyo. Mimi kama unataka kunisaidia ni munifungulie njia nipate pesa nisaidie huyu. Na huyu. Sasa tuseme kitu ngumu sana kama kukura ngumu sana kwangu. Unapowasaidia wanyonge unamkopesha Mungu. Unapowasaidia yatima unamkopesha Mungu. Unapowasaidia walemavu unamkopesha Mungu. Unapowasaidia wasiojiweza unamkopesha Mungu. Mungu hakai na madeni. Mungu hakai na madeni. Mtazamaji hujambo, karibu tena katika channel yetu ya Brother Rogers. Na leo hii nimefika eneo la Borangi, Nyamache. Si mbali tu na Nyamache town. Ni hapa karibu tu eneo la Borangi. Tunaelekea hapa kijijini na tulipata story moja ya jamaa fulani hapa ambaye anapitia mambo mengi sana. Kwanza ako disabled, hajiwezi, lakini ni mtu ambaye hata kama hajiwezi anajifanyia kazi yake yeye mwenyewe. Na kilichotuguza kwa zaidi ikafanya tuanze safari kutoka mjini Kisii hadi hapa ni kwamba jamaa huyu alitorokwa na bibi yake kwa sababu hajiwezi, na huyo bibi akamwachia mtoto wa miezi miwili. Huyo jamaa amelinda huyu mtoto hadi sasa mtoto anaweza kutembea. Nataka tuende kwa hiyo familia, tuzungumze naye, tuzungumze na ndugu zake kama wepo, ili tujaribu kuelewa, je, hii historia yote ilianzia wapi? Andamana pamoja nasi, twende. Matendo mazuri yanaweza kufufua. Matendo mazuri yana nguvu. Matendo mazuri yanakumbukwa sana. Matendo mazuri yanaandikwa kwenye kumbukumbu. Mkopeshe Mungu uone matendo ya Mungu. Mungu hakai na madeni, anatujaribu tu. Aone kama Mtazamaji, tulikuambia kwamba tunaelekea kwa kina Christopher na tumefika. Kijiji inaitwa Bogetunya. Inaitwa Bogetunya. Okay, wacha nizungumze kama Mkisii. Inaitwa Bogetunya. Nyamache, si ndio? Hapa ni Nyamache. Nyacheki sub county. No kwende yaito. Nyacheki sub county? Alafu kijiji. Okay, sawa. Nimeshika. Haya. Unaitwa nani? Naitwa Martha Mumanyi. Martha Mumanyi. Wewe ndio mama ya Christopher? Christopher yuko wapi? Kwa shamba. Yuko kwa shamba analima? Anaenda kupalilia hiyo siaga yake. Nepe grass. Haya. Tunataka ni mbali kutoka hapa? Hapana. Tunataka karibu tu. Ni karibu. Sawa. Sasa sisi tunataka kuteremka. Tumtafute. Tuongee na yeye mambo mawili matatu. Alafu tutarudi. Hii mizigo tuweke kwa nyumba. Alafu tutarudi tena. Wacha tuteremke, tumtafute. Tutarudi tena kuongea na wewe. Mpenzi mtazamaji, hapa ni milima na mabonde. Mahali tumetoka, ukipanda hapa ni mlima kuelekea juu. Na hapa chini pale, ukifika pale chini tena ni mlima kwenda juu. Kwa hivyo sasa tunaelekea kwa in English wanaita into the valley, Kiswahili wanasema mabonde. Kwa hivyo tumetoka kwa milima tunaelekea mabonde na tunamtafuta Christopher. Tumeambiwa kwa shambani, is disabled lakini yuko shambani. Acha tuone vile anafanya kazi. Sasa ni matembezi. Kuna mahali gari inaweza ikapita. Matembezi tu, tunateremka. Hii ni chai shambani. Acha tuone. Haya. Wala watu wamjui Kisii. Kisii is evergreen. As you can see, angalieni pale ile milima. Kisii is evergreen, a blessed land. Mahali wanasema bathroom ya Mungu inapatikana. Hapa ni mvua tu. Kiangalia hii ni chai, mahindi, miti
evergreen. So I know the people watching us from Turkana all the way from Kajiado, mahali kuna njaa. Kisii hakuna njaa, sana sana hakuna njaa. Angalieni, it's evergreen. So my friend, it's better you come to Kisii and utafute kashamba hapo. Bari. Unataka kupanda chinsiaga? Oh. Barieni. Tuko salama. Mnaendeleaje? Tuko poa. Habari ya kijiji? Poa. Iko salama? Hakuna maneno? Njaa tu. Njaa. Hii mahindi bwana. Habari? Uko kazini? Uko kazi? Niko kazi. Shika jembe yako kidogo. Jembe yangu. Basi unaendeleaje? Niko mzuri. Uko salama? Niko salama. Niko mzima. Karibu sana. Naona wageni mnanitembelea, mnatoka mahali sijui, ndio mtaniambia baadaye. Tutakueleza baadaye. Baadaye mahali mnatoka na mnakuja hapa. Naona unafanya kazi kweli, unatengeneza miwa. Hii ni miwa. Nataka kuitengeneza. Ndio ikue vizuri. Huyo ndio uliona? Huyu unajua hii sura hii? Huyu alikuja jana. Alikuja jana. Na huyu anatumulika kamera huyu? Huyu. Na yeye alikuja. Alikuwa. Sasa mgeni ni kwa. Wakakwambia tunakuja leo. Ni leo. Kitu kama saa nne sijui mnaenda mbele ama. Saa hii ni saa 4. Hatujapita sana. Saa hii ni saa 4 na dakika 26. Hapa. Kwa hivyo tuko kwa ile masaa tulikwambia. Unaitwa nani? Mimi naitwa Christopher. Christopher. Christopher nani? Ndo. Kuna miaka mingapi Christopher? Mimi niko na miaka 30. 30? 30 juujuu ama 30 na kitu? 30 na kitu. 30 na kitu. Sio mdogo na sio mkubwa sana. Katikati. Umekula chumvi kidogo? Sijakula. Ndio bado. Ndio ungali kijana. Mungu akinijalia nitakula chumvi. Asiponijalia itakuwa. Hapa ndio nyumbani? Hapa sio nyumbani. Hapa ni kwa shamba. Nyumbani simulia. Huko juu. Shambani niko nifanya kazi kidogo. Nione. Na kidogo tu. Uko na watoto? Watoto? Wangapi? Watu ni nakuwa nao saa hii ni wawili. Wawili? Wawili ndio uko nao saa hii? Mdogo ndio huyu? Mdogo ndio huyu. Toto mamba kuja nisalimie. Na sio mdogo sana. Na wengine wako nje. Wako nje? Kuja kuna miaka ngapi? Huyu anakaribia 3. Miaka 3? Na huyu ndio mkubwa? Ndio mkubwa na miaka yake 10. Mama yuko wapi? Si alienda. Alienda? Alienda lini? Sio muda mrefu. Miaka karibu hivi 2. Aliacha huyu mtoto ama alienda na yeye lakini akarudi naye bado? Bali arudi na huyu. Akakuachia huyu sasa wote? Wawili. Alienda na wengine? Alienda na wawili, akaacha wawili. Akaacha wawili. Sasa yuko wapi sasa? Unajua mahali yako? Sijui. Alikueleza sababu yenye ilifanya yeye akatoka? Hapana. Si alitoka. Kama mtu anaenda hospitali. Kama mtu anaenda hospitali. Na watoto wako. Lakini hakufika hospitali. Akaenda mahali pengine. Akaolewa kwingine? Sijui kama anaolewa. Sijapata jibu. Hapana. Mumewahi kutoka hiyo siku mumewahi kuongea na yeye mahali yako? Hapana, na simu hakuna. Hauna simu? Mimi sina simu na yeye hana.
haujawahi sikia ameolewa kwingine ama hujawahi sikia mahali yako tangu siku hii? Hapana. Na mahali watoto wanalala nyumba iko? Nyumba. Nyumba iko kidogo haijajengwa vizuri, lakini tunavumilia hiyo maisha. Mnavumilia hiyo maisha. Sasa tukisema saa hii ile challenge mko nayo kubwa ni gani? Challenge. Tuseme huyu anaenda shuleni? Ako darasa la ngapi? Kila siku grade 4. Au mlifunga shule? Okay. Shela Kwamboka. Na hii shida yako ilianza aje sasa? Miaka. Miaka ukiwa mdogo. Ukiwa mdogo. Na ulikuwa sawa ukizaliwa? Ni nini kilifanyika? Nilifanyiwa. Tulikuwa tunacheza tu. Mwingine. Shuleni? Mlikuwa mnacheza shuleni? Hapana. Ama kwa vile wanafunga sie naelekea jana. Tulifunga kama hii sasa. Tukaenda kucheza. Halafu mwingine akanigonga. Akagonga mguu. Ukavunjika? Si kuvunjika. Nikagonga chini. Shida ikaanza hiyo mpaka sasa. Shida ikaanzia hapo mpaka leo. Wow, pole. Sisi tumekutembelea. Tuone vile unaendelea. Na tumekuletea zawadi kidogo tu. Lakini iko kwa nyumba. Ni asante. Mnafika kwa nyumba na mimi si kweko. Na huko kweko tukaambiwa uko shambani. So tukaona tukuje. Waliniambia jana tunakupata kwa shamba kazi yako. Ndio sasa mnanipata sasa. Waliniambia. Sasa ndio maana tukaambiwa uko kwa shamba. Tukasema tukuje. Tuone vile unalima, tuone vile unafanya kazi. Hiyo zawadi tuko nayo kidogo tukupatie. Na labda Mungu akitenda jambo ingine kupitia kwa hii video, si tutarudi. Kama Mungu atatenda. Mungu atatenda. Sasa naona vile uko hivi una uwezo wa kutembea? Hapana. Hapana. Mimi naenda chini. Unatambaa chini? Chini. Ndio naona miguu haina nguvu ya ku hii ni support. Ni support. Hii ni support. Sio balance ya kutembea. Mimi naenda. Hata dukani unatembea ukitambaa? Ni huyu. Shida kuna mtoto. Ndio ana mtu maana niletea. Kwa hivyo tuseme kama mtu angekusaidia, labda kama kuna mtu atauza huko nje akusaidie, utafutiwe ile kiti ya kutembelea nayo. Ile inaitwa wheelchair. Ile unakaa juu alafu unaendesha. Mimi shida yangu sina mahali pa kutembea na hiyo. Mimi kama unataka kunisaidia ni munifungulie njia nipate pesa nisaidie huyu. Na huyu. Sasa tuseme kitu ngumu sana kama kukura ngumu sana kwangu. Mtazamaji, nataka nizungumze na ndugu yako. Unaitwa nani ndugu? Naitwa Bernard. Bernard. Huyu ni ndugu yako kabisa? Ni ndugu yangu. Sasa mimi ni mkubwa. Yeye ndiye anakufuata. Anakufuata. Wewe ndio kifungua mimba sasa? Ama kuna mwingine mkubwa? Kuna mwingine mkubwa. Ako wapi? Ako kazi sasa hivi. Okay. Sasa huyu ndugu yako naona hata kuongea ni shida. Yaani ana struggle kuzungumza. Anakaliwa shida sana. Na wakati anatembea, tuseme akitoka hapa kwenda nyumbani, anatembeaje? Anatamba chini. Mikono. Anaanza kutembea kama mtoto mdogo. Labda tuseme kuna mtu pale nje kupitia hii video. Mtu amesikiza historia yake na mtu angependa kumsaidia. Unajua leo hata tukimpatia pesa tuseme ni 1500 bado itaisha. Kwa wiki moja itaisha. Ama ile zawadi tumemletea kama ni mafuta ya kupika, kama ni sabuni, atatumia bado ishe. Pia tena hiyo siku nyingine atafanya nini? Atahitaji. Kulingana na nyinyi.
hapa kijijini, kwa sababu tumeona hapa ni ndani kijijini sana. Ni ndani. Nyamache tumeiacha town huko mbali sana. Mbali. Sasa tuseme mtu angependa kumsaidia ili pia kesho apate hata kama tutakuwepo lakini apate kitu. Apate kitu. Mtu anaweza kumsaidia na nini? Msaidie pesa ya kufungua duka. Anaendelea kuuza vitu yake, anaendelea kumuinua. Hapa kwenu kwa shamba kuna mahali anaweza akajenga kaduka ama kibanda mahali anauzia? Kibanda anaweka juu, anauza, anakuja kwa nyumba. Vipaki hapo, kesho anaamukia, anaweka kwa parapara huko juu. Hapa nyumbani kuna duka kwa karibu hapa? Hapa kuna duka. Kwa hivyo tuseme akiweka duka hapa juu ni kama watu wengi watakuja kununua. Okay. Sawa. Tunashukuru sana. Na Mungu huyu akona nini hapo kwa miwa ama ni nini nimeona? Ama ako sawa? Ako sawa. Ako sawa. Sasa anaweka. Nifikiria ako na wadudu. Haya, kuna wadudu. Alifaa kamba food. Okay. Kamba alifanya. Na watoto wako na nguo za kuvaa? Kuna nguo lakini wanataka kusaidiwa. Kuna nguo kidogo. Okay, sawa. Kwa hivyo watoto wakipata nguo kidogo na yeye hata apate nguo kidogo. Ni sawa. Haya, tumeshukuru sana. Yatima watembele, watembele, wasiojiweza, wape kidogo kile ulicho nacho, wape kidogo, haya Mungu atakubariki. Mtazamaji, sasa tuko kwa nyumbani kwa Christopher. Tumemtoa shambani, tumeona vile analima, kweli ana shida tele. Na tunaye mamake hapa na tuko na mtoto. Huyu mtoto amenifurahisha sana kwa sababu anajua Kiswahili bwana. Mambo? Unaitwa nani? Jina lako unaitwa nani? Jina unaitwa nani? Yaani umetoka shambani mpaka umechoka. Yeye alikuwa shambani na amechoka. Haya, Christopher. Mambo ya kuosha nguo, blanketi, kufagia nyumba, nani anafanya hiyo kazi? Ni mama. Mama yako mzazi. Yeye ndiye anafanya kile kitu. Ndio anafanya, mimi siwezi. Mamake yuko hapa, mami. Unajisikiaje ukioshea mtoto wako nguo kila kitu na Mimi nafanya kazi ya mtoto hiyo. Kurumiaka yote mpaka saa hii nampania kazi. Mpaka kama mtoto hii mdogo ni mimi. Mpaka mwana mkubwa ni mimi. Huyu mwenye anaenda shule kila kitu ni wewe? Ni mimi. Chakula wewe ndio unamtengenezea? Ni mimi. Wow, umesikia ni mama yake anafanya kila kitu. Lakini kabla hatujaondoka mtazamaji, tuna zawadi ambayo tumewaletea kidogo. Tunataka kumkabidhi mama na Christopher kwa sababu mama ndiye anatengeneza chakula, mama ndiye anafagia nyumba, mama ndiye anaosha nguo. Kuna zawadi kidogo tu ile tulipata kutoka mjini Kisii tukikuja na tumemletea. Tungependa kumzawadi kabla hatujaondoka. Na wewe kama ungependa kumsaidia, amesema kwamba uzuri ana nyumba, nyumba akonayo si mbaya ya kuishi, ni ya mabati, iko sawa. Na Kenya naomba tu ni msaada. Hii nyumba unaona hapa, hii ni kitchen. Amesema kwamba angependa labda kama mtu angemsaidia sana, amfungulie duka. Hapa juu kuna barabara, hapa juu hapa kuna shamba, mahali anaweza akajenga kaduka kidogo tu, mahali ataweka vitu zake ili auze. Toto. Sawa, hii nitakupatia, hii itakuuma. Hii nikikupea, hii itakuuma meno. Itakuuma mapua, ndio hiyo, haya inakuuma. Usiguze. Sawa? Nitakupa, nimekuletea biscuit. Nimekuletea biscuit. Biscuit iko wapi? Nimekuletea, ndio hiyo. Haya, amepokea biscuit. Kwa hivyo kuna zawadi tumemletea kidogo. Ebu nisaidie. Haya, tumemletea hii mahindi ni mikebe 10.
hii sasa utaenda kwa kisiagi. Utatengenezea watoto chakula kwa sababu ni wawili. Na wewe sasa na yeye. Napika vizuri. Ni watu 4 sasa. Hiyo itawatosha na Mungu akipenda. Kama Mungu atapenda tutarudi tena siku nyingine. Mungu akikataa si bado tutakaa Kisii. Hii sasa ni mafuta yao. Unawaosha vizuri. Awacha tu nimefungua. Unawaosha vizuri. Unawapaka vizuri. Wanaenda shule. Asubuhi na mapema uwashe moto. Tengeneze chai. Haya. Pia kuna ingine saa 7 mtoto akikuja unamtengenezea chakula. Sawa sawa? Haya, unaweza wekelea chini. Alafu kesho asubuhi ukiamka utengenezea mtoto chai akunywe aende shuleni kusoma. Na watoto nimeona akili iko juu. Huyu mtoto huyu hawa ndio watakusaidia. Hawa wawili vile nimeona. Huyu ana miaka mingapi? Huyu mdogo miaka 3. Miaka 3 lakini Kiswahili anajua yote. Anajua yote. Na akienda shule? Hapana. Sasa mwaka mpya wewe ushikilie, ushikilie hawa. Hawa ndio unakufa nao. Na wengine. Ni sawa. Ni sawa? Haya. Hii chumvi hii sijui itakupeleka miaka ngapi? Hii ni ya kuweka mboga. Haya, mtoto akitoka shule anafaa kuoshewa uniform. Aoshewe uniform. Ing'are kabisa. Na hii ni ya kuongezea kwa kuwasha moto. Naona tayari umetafuta kuni. Ndio. Washa moto. Haya sasa mimi niko na zawadi ya watoto. Toto, mimi niko na zawadi yako. Utaweza kubeba hii? Wacha huyu. Utabeba? Hebu jaribu. Bas. Weka kwa nyumba, weka kwa meza. Bas. Haya. Hizi ni zawadi za watoto. Hawa sasa tutawasort. Tutawasort hapo wakikaa. Haya, mama, ningependa uzungumze jambo la mwisho tu. Tukienda. Jambo la mwisho ile najisikia kusema. Ni asante. Asimwarusi na anda asimukurusia. Tigabigendere comment. Anasema mahali tulitoa na mahali tunatoa iendelee kuongezeka. Mogendere hivyo. Kwa nini Kikusi? Na Mungu translate. Kwa nini Kikusi? Mogendere hivyo. Muendelee hivyo. Mutiga. Msiwache. Morosa. Msichoke. Wanyanga mwaikire Kenyoru mutigerabu. Msiseme kwamba mmefika hapa muachie hapo. Hapana. Muendelee. Mogenderere Igo. Muendelee hivyo. Mpaka mwisho wa kurara yangu, wa kurara hiyo ya mtoto wangu. Na watoto muendelee kuwalinda. Mpaka mwisho wake. Tutafika hapa. Asante sana. Haya, Christopher. Jambo lako la mwisho? Chamba yangu. Mimi nasema asante. Wageni hatukai na wao. Wanakuja tu kama wageni wanatoka mbali. Mimi sijui, lakini ni Mungu anabaelekeza mpaka hii mahali Kenyoru. Mnajua hapa ni Kenyoru. Ndio sasa naishi. Mimi nasema mkirudi salama na mkijiandaa kukuja tena na tena njia ndio mnafuata. Mimi naishi hapa. Asanteni sana. Mtazamaji, tunashukuru na tunaomba kwamba Mungu atatusaidia na Mungu akizungumza tena tutarudi hapa kumsalimia Christopher. Asanteni sana. Mungu abariki.